Kanda za CCTV zimeweza kuonekana vile mambo yalivyofanyika katika shule ya upili ya utumishi eneo la Gilgil mwendo wa saa 6 hivi na nusu. Basi kanda za CCTV zinaashiria zaidi ya wanafunzi 6 ambao walionekana wakitembea mwendo wa saa 6:40. Wanafunzi hawa wanaonekana bado wakitembea, wanaenda katika Cube 11 ambapo hii ni bweni ya Melaman Waithera ambayo ilikuwa imebeba kiasi cha wanafunzi mwendo wa saa 6:50. Basi wanafunzi hawa bado wanaonekana wakitembea na wakisemezana, bali hatukuweza kusikia mazungumzo yao ya mambo ambao walikuwa wanazungumza, lakini kanda za CCTV zinaashiria wanafunzi hawa kuna kitu walikuwa wamebeba, na mwendo wa saa 6:55 basi wanafunzi hawa wawili wanaonekana wakiwa wamebeba kitu kwa mkono. Inashukiwa kuwa ilikuwa kibiriti na mafuta. Baadhi yao wanatoweka na wengine wawili wanawasha moto bila kuwa na wasiwasi. Wengine wa wanafunzi wanaonekana wakiamka wakijaribu kuhakikisha kwamba wameweza kunusurika, lakini moto unazidi kuwa mkubwa. Mwendo wa saa 7 hivi moto unaonekana kuwa umeshika kazi. Wanafunzi wanajaribu kujiokoa. Kuna wale ambao wanajaribu kuokoa wenzao, kama mwanafunzi mmoja ambaye ameweza kuangaziwa na wengi, mwanafunzi ambaye anaitwa Cecilia Wanjiku. Mwanafunzi huyu ambaye aliweza kujinusuru kwa mara ya kwanza, lakini akaona aende dadake ama kuwaokoa wengi. Baadaye moto ambao ulikuwa mkubwa hakuweza kupata nafasi ya kutoka, manake moto ulikuwa mkubwa. Inabainika kuwa zaidi ya wanafunzi 16 waliweza kupoteza maisha yao, na zaidi ya wanafunzi 74 wakaweza kupata majeraha mbalimbali. Polisi sasa wamezalia kuhakikisha kwamba wameangalia kanda hizi za CCTV ili kuashiria kuwa wale ambao walihusika na kisa hiki basi wataweza kukamatwa. Zaidi ya wanafunzi 8 wameweza kuzuiliwa na polisi huku uchunguzi ukiendelea. Tukisonga mbele ni kuwa makafani ya Naivasha ambapo wanafunzi hawa waliweza kupelekwa, wazazi bado wako katika makafani hayo, huku DNA ikiendelea ili kuhakikisha kwamba wanafunzi